Kwa sababu ili itokee majibu fulani inakuwa ni namba fulani times namba fulani, si ndio? Sasa wewe ukijiangalia maisha yako huna namba unayoweza kuizidisha na ahadi za Mungu. Yaani ahadi za Mungu ni sawa sana useme 30, ukizidisha mara 0, jibu sio 30 nini? Halafu Mungu anakuambia kwenye hali hiyo hiyo ulionayo nakupa ahadi, nitakuzidisha sana. Lile jina lako Angel na nitalizidisha sana. Ila saizi utanizidisha kwenye nini? Kwa sababu angalau lazima kuwe na kitu kingine mbele. Useme Bwana, hatua yako ni 2, nitaizidisha mara ya kwangu 6, angalau iwe ngapi? 12. Lakini hatua yako kiipima zile ahadi za Mungu ni 0. Equation ya Mungu haibalance, kwa sababu una kitu cha kuzidisha na hesabu ya Mungu. Hesabu ya Mungu anazidisha ahadi zake times nguvu alionayo kutimiza ahadi, na inakuwa sawasawa na majibu yake anayoyataka, hata kama hali yako ya sasa inapingana hiyo equation. Yes, Mungu anazidisha nchi ya utumwa, anaizidisha na nguvu zake, anapata ni sawasawa na nchi ijayo maziwa na asali. Kivipi itakuwaje? Amini tu. Kwa sheria hii ndiyo sheria husaidia mambo makubwa ya Mungu kutokea kwenye maisha ya watu. Kwenda mahala ukiwa na imani peke yake, huna mambo ya kuitia nguvu imani yako, hata yanayotokea ni kana kwamba yanavunja imani yako. Ulitumwa ukaanza kanisa, kwamba uliwahi kuota unahubiria maelfu ya watu. Ona sasa leo siku ya 3 ya ibada, Jumatano hakuna washirika, Ijumaa hamna washirika, Jumapili wakaja bibi 2, na baada ya ibada hakutoa sadaka, hakuomba na nauli ambao wewe hauna. Unaanza kweli zile ndoto zilikuwa kweli au ilikuwa ni nini? Mbona kama sasa, sababu mimi nimeona kabisa ni dude, ni kitu kikubwa. Saizi mbona hakipo sasa? Nasema au niache au si iweje? Ngoja nijitie moyo. Kila ukijaribu kujitia moyo, kesho yanakuja mazingira ambayo yanauvunja ule moyo kabisa. Na ndio maana sasa kile cha kusema uwe karibu na Mungu ni kila siku Mungu akukumbushe kwamba ana nguvu kuliko hali unayoipitia sasa hivi. Ili Mungu akwambie ana nguvu kuliko pito ulionao sasa hivi. Ili Mungu akwambie ana nguvu kuliko jambo ambalo linakuvunja moyo ulionalo sasa hivi, ya kwamba anaweza kuyakomesha yote na akafanya jambo jipya. Anaweza kuondoa machozi ya sasa akafanya furaha mpya. Anaweza kuondoa aibu ya sasa akafanya furaha mpya. Naamuru jambo jipya katika jina la Yesu Kristo.